Ahlan wa sahlan wanafunzi wangu wa gredi za juu, shule za upili, shule za msingi na kadhalika. Leo hii ningependa kuzungumzia kipengele ambacho bila shaka kinafunzwa katika shule za msingi na hali kadhalika kiwango cha shule za upili. Nacho ni nahau. Nahau ni nini? Nahau ni maneno yenye maana fiche ambayo mara nyingi hutumia nomino na kitenzi. Kwa hivyo nahau huwa na maana fiche na mara nyingi nahau huhusisha nomino na kitenzi pia. Na ifahamike ya kwamba maana ya nahau haitokani na maana ya maneno yaliyotumiwa katika fungu hilo. Na pia ni muhimu hewe mwanafunzi mpendwa kuelewa ya kwamba nahau pia huitwa msemo na kwa wingi ni misemo. Hebu ili uweze kufahamikia kwa undani nikutolee baadhi ya mifano ya nahau, na ninapotoa mifano ya nahau bila shaka nitakutolea nahau na maana yake fiche. Kwa mfano, kuna kula chumvi. Kuna nahau kula chumvi. Maana ya nahau, ukisikia mtu akisema fulani wa fulani amekula chumvi, haimaanishi ameenda dukani akanunua paketi 10 za chumvi akatia kwenye sahani akala. La hasha. Kula chumvi inamaanisha ni ile hali ya kuishi miaka mingi, yaani kuzeeka. Pia kuna pata jiko. Nahau pata jiko inamaanisha oa mke. Wakati kijana amefikia ubarubaru, amekuwa kijana barubaru na ameamua hawezi endelea kukaa katika baridi, anaamua sasa wakati umetimia awe na mke. Wakati anatafuta msichana mrembo anaoa, tunasema amepata jiko. Kunja jamvi. Kunja jamvi ni watu wameenda mahali, kwa mfano maskauti wameenda kupiga kambi pale msituni wa Mlima Kenya. Baada ya siku zao kuisha pale, wanafunganya virago. Sasa hiyo hali ya kufunganya virago ili warejee kule alikotoka, ndiko tunakokuita kukunja jamvi, malizia shughuli. Kunja jamvi maana yake ni malizia shughuli. Na pia kuna piga kalamu. Piga kalamu ni ile hali ya kuachisha mtu kazi, pengine kutokana na utovu wa nidhamu au kutokana na kosa ambalo alilifanya na akakosa kutubu, yaani kufuta mtu kazi. Lakini Kiswahili sanifu ni achisha mtu kazi, ama ukitaka kutumia nahau unaweza sema piga mtu kalamu. Halikadhalika kuna piga moyo konde. Piga moyo konde, mwanafunzi huyu alipiga moyo konde katika masomo yake. Kupiga moyo konde ni ile hali ya kujitahidi katika jambo lolote lile unalolifanya katika dunia hii. Pia kuna kuvunja mbavu. Vunja mbavu maana yake ni, mbavu ni sehemu ya mwili ambayo inakinga viungo vya ndani vya mwili kama figo na kadhalika. Kwa hivyo vunja mbavu ni nahau ambayo inamaanisha ni ile hali ya kuchekesha mtu sana. Ukichekesha mtu sana, hiyo ndio kuvunja mtu mbavu. Alafu kuna pata afueni. Wewe ulikuwa mgonjwa, ukalazwa katika hospitali ya Guru Nanak, ukalazwa katika hospitali ya Kenyatta, MP Shah na kadhalika. Sasa wewe daktari akishaanza kukuhudumia na waanze kupona, hapo ndipo tunaposema na kutumia nahau fulani wa fulani amepata afueni. Ile hali ya kuendelea kupona ndio kupata afueni. Alafu kuna kupiga jeki. Nini maana ya nahau? Kupiga mtu jeki ni ile hali ya kumsaidia mtu, na hii kusaidiwa si kusaidiwa kwa chakula, la hasha. Ni kumsaidia mtu katika masuala ya pesa. Pengine mwanafunzi anasoma katika chuo kikuu, hana mbele wala nyuma, familia yake jiwezi, na wewe unaamua kumsaidia. Sasa pale utakuwa umefanya nini? Utakuwa umempiga jeki. Enda chafya maana yake ni kuchemua. Kuchemua, to sneeze Kiingereza. Alafu kuna sehemu nyingine, tanua kifua ni ile hali ya mtu
ni ile hali ya mtu kugamba, kujigamba. Tia moyo, tia murija. Alafu kuna zunguka mbuyu, zunguka mbuyu. Watu wengi wanapenda kuzunguka mbuyu ndiposa mambo yao yaweze kufanyika. Kuzunguka mbuyu ni ile hali ya kuonga mtu, kuonga mkubwa wako, kuonga mtu katika ofisi ndiposa uweze kufanyiwa jambo. Hiyo ndio kuzunguka mbuyu. Alafu tukisema fulani wa fulani aibu ilimfaa alipogunduliwa alikuwa ameiba. Maana ya aibu kumfaa ni alipatwa na aibu nyingi sana. Alafu kuna kuchana mbuga, alipopatikana akiiba alichana mbuga. Kuchana mbuga ni kukimbia na kutoroka. Enzi zile mababu zetu walikuwa wanatoleana ngano. Enzi zile, na enzi zile namaanisha nyakati hizo za zamani kidogo. Enzi zile zama hizo, siku za kisogoni. Alafu funulia mtu moyo, bila shaka kumfunulia mtu moyo ni kumwambia yaliyo ndani ya moyo wako. Kama amekukosea unamwambia wazi, kama amekufurahisha unamwambia ukweli. Hiyo ndio maana ya nahau, funulia mtu moyo. Na ukifanyia mtu makosa unamwambia, unatumia nahau, unaomba radhi. Kuomba radhi ni kuomba msamaha. Alafu pale kuna angukia mtu miguuni. Kumwangukia mtu miguuni haimaanishi unaanguka pale, la hasha. Inamaanisha ni kumheshimu. Na mwisho kabisa, wakati jua likiwa kali tunafanya nini? Tunakunywa maji kukata kiu. Kukata kiu ni nahau ambayo inamaanisha ile hali ya kunywa maji, kunywa sharubati, ile kuweza kumaliza hiyo hamu ya kuhisi kiu. Basi mpaka sasa, mpaka hapo, katika kipindi kingine nitaweza kuongezea zaidi, manake hakuna nyongeza mbaya, itazidi kuongezea zaidi. Lakini kwa leo angalau umeelewa na kufahamu na kumaizi kwamba nahau ni maneno yaliyo na maana iliyoficha, na pia ukaelewa ya kwamba ile maana ya nahau haiji moja kwa moja, lazima upige mbizi na kuzama ndiposa uweze kuelewa maana ya nahau. Na pia nikaweza kusema nahau hujumuisha nomino na kitenzi. Kwa sasa, kwa heri.